kisha nitapewa taji linalong'aa kwenye mji ninaoutazamia, nikiruka kama ndama nimejaa furaha. Hakika ninaenda nasonga mbele, si kitambo najua kwamba Yesha Mungu ni mwaminifu, yu kando yangu, japo nasonga kila upande sirudi nyuma. Mkono wake uniongoza, nikijikwaa sitaanguka. Mungu ni mwaminifu, yu kando yangu, japo nasonga kila upande sirudi nyuma. Mkono wake uniongoza, nikijikwaa sitaanguka. Nimesafiri kwenda nchi za mbali, nasikia sauti ikisema kwamba songa mbele msafiri, kwani si mbali kupanda na kushuka. Songa mbele tena, Bwana Yesu yu mbele, ametangulia. Nimesafiri kwenda nchi za mbali, nasikia sauti ikisema kwamba songa mbele msafiri, kwani si mbali kupanda na kushuka. Songa mbele tena, Bwana Yesu yu mbele, ametangulia.
msichana wako amekufa, achana na Bwana Yesu. Msichana wako amekufa, Yairo, sikia, mkombozi Yesu aende zake. Bwana Yesu akaondoka mara moja kuelekea nyumbani mwa Yairo. Jioni mwake akasikia nguvu zimemwisha. Kumbe ni yule mwanamke alimguza pindo la vazi. Nenda, imani yako imekuponya. Mwanamke, nenda, imani yako imekuponya. Msichana akaamka. Shangwe, vigelegele, vigelegele vilisikika. Msichana akaamka. Shangwe, vigelegele, vigelegele vilisikika. Yesu kawaambia msiye hajakufa, msichana wenu amelala tu. Imani kama hiyo tunahitaji kuwa nayo pia, wenzangu. Mkombozi Yesu anaponya. Bwana Yesu akaondoka mara moja kuelekea nyumbani mwa Yairo. Jioni mwake akasikia nguvu zimemwisha. Kumbe ni yule mwanamke alimguza pindo la vazi. Nenda, imani yako imekuponya. Mwanamke, nenda, imani yako imekuponya. Msichana akaamka. Shangwe, vigelegele, vigelegele vilisikika. 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 Twazikumbuka zile mbegu zilizoanguka kwa miiba. Twazikumbuka zile mbegu zilizoanguka kwa miiba. Hazikupata nafasi ya kukua. Hazikupata nafasi ya kukua. Hazikupata nafasi ya kukua. Hazikupata nafasi ya kukua. Miiba ikamea na kuzisonga, zote kaharibika. Miiba ikamea na kuzisonga, zote kaharibika. Miiba ikamea na kuzisonga,
wanama wameingia dunia, hatuna nafasi ya kazi ya Mungu. Ukristo wetu kweli hauna uhai, hatuna nafasi ya kazi ya Mungu. Ukristo wetu kweli hauna uhai. Wakati wa mavuno utapofika, tutaenda motoni. 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 Usiwe mmoja wa wale walio kwenye milima, maana utaaibika wakati wa mavuno. Usiwe mmoja wa wale walio kwenye milima, maana utaaibika wakati wa mavuno. Wanakuambia ondoka, siwajui. Wanakuambia ondoka, siwajui. Wanakuambia ondoka, siwajui. Wanakuambia ondoka, siwajui. Watalia na kusema meno yao, siku hiyo inakuja wana matengenezo. Watalia na kusema meno yao, siku hiyo inakuja wana matengenezo. Siku hiyo inakuja wana matengenezo. Siku hiyo inakuja wana matengenezo. Basi umma wote usimame ili tuweze kuomba. Kanisa hili Mungu awabariki sana. Akina mama mpo? Jamani, akina mama mpo? Mungu awabariki sana. Mimi na Pastor Nyairo tumekula kama mnavyoona, na sauti zetu zimekuwa nene na zinatoka vizuri. Simnazisikia? Simemsikia mzee akisimama hapa, sauti unafikia na miaka 25. Kumbe sasa yuko huko. Hata na mimi pia namsogelea Pastor, usihofu sana na kusogelea. Kwa hiyo tulikuwa vizuri. Lakini kwaya zetu, kwaya ya wenyeji kwa maana ya SUNEKA Central, hebu pungeni mkono popote. Nimewapenda bure bila pesa. Maana kuna wakati fulani mtu anapendwa kwa sababu ya pesa, si ndio? Sasa mimi nimewapenda upendo wa Yesu bure, kama yeye alivyoshuka kutoka mbinguni akaja bure kwa ajili yetu, na mimi nimewapenda bure. Timu zote, sijui mitambo, mpo hapa rafiki zangu? Yaani leo ndio tunamaliza hivi. Asante sana kwa sababu mlifanya kazi nzuri. Mungu awabariki sana. Niliona mkikimbia mvua na kadhalika. Lakini na wasikilizaji, sitawaacha watu wa soko hili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli walikuwa waungwana sana. Hivi nikisema waungwana si lugha inaeleweka
walikuwa waungwana sana. Na mama mmoja alikuja akanipatia pesa ya vocha. Vocha ni nini? Credit, yes. Kule kwetu wanaita vocha. Kwa hiyo usijali sana. Mama, Mungu akubariki sana. Akasema, mtumishi, nakumbuka wewe sio mwadventista msabato, alikuja kunipatia vocha. Akasema, credit hii mtumishi, weka kwa simu, angalau mke wako naye aweze kusikia sauti ukiwa mbali sana. Na ni kweli niko mbali, nawaza hata kuanza safari kesho, maana nitasafiri masaa 24, nitaongeza tena 12, alafu ndipo ninafika nyumbani. Kwa hiyo ubarikiwe sana mama, na wale watu wa soko. Tulipokuja Jumapili tukazungumza na ninyi, mkatupatia ya chai. Mungu awabariki sana, yaani tumebarikiwa sana na ninyi. Na mnapofanya biashara, Mungu awabariki katika biashara zenu. Lakini ule utulivu tu tuliokuwa nao ulikuwa utulivu wa kutosha sana. Nipo na timu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Timu hii, wewe nizungumze taratibu. Timu hii, mimi nimeanza kufanya kazi ya injili na kusimama kwenye majukwaa sasa nina miaka 20. Lakini moja ya vitu ambavyo nitaviweka kwenye answer, si nimeeleweka vizuri, ni timu hii. Hebu simameni watu wa Mungu. Siwezi kusema vizuri juu yenu, ila Mungu anaweza kusema vizuri juu yenu. Umefanya kazi hata nimeshangaa. Unajua, nilikuwa nawaangalia sana. Mungu awabariki sana mnapokuza vizazi vyenu, au watoto wadogo mnawaona walikuwa wakikua, nikiwapanga hapa hata mtashangaa mkutano wote. Lakini walifanya kazi. Eti mama, hii ni familia mchungaji. Samahani, nitachukua dakika chache, msio na wasiwasi. Hebu wape historia kidogo sana. Inawezekana tu kupitia historia hii mkutano huu wote tukaongoka. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nimetoka na funzo kwenu kana kwamba leo ndio nakuwa mwadventista msabato. Na huyo mzee aliyewazaa na sisi wazee, ili nilizungumza siku ile kanisani, na sisi wazee na jamii yote inayotusikia, familia hii na iwe mfano kwetu. Lakini mnapokwenda mnawakuza, waonyeni watoto wenu kufuata njia yenu. Hebu sema kidogo, hebu sikiliza kidogo, alafu mimi nakwenda kusoma mafungu matatu tu, nitakuwa namaliza. Asante mchungaji Lazaro. Wapendwa katika jina la Yesu, ndugu na dada zangu na wasalimu, hamjambo? Hamjambo tena. Mzee Jairus Mukhwana alikuwa mzaliwa wa kaunti ya Bungoma, mahali palipoitwa Misihu. Hatimaye alihamia kaunti ya Kakamega, mahali panapoitwa Chebwai. Karibu na Chebwai kuna soko inaitwa Mbutani. Mzee Jairus Mukhwana na mke wake Mama Selina Mukhwana waliishi miaka mingi pamoja. Walijaliwa kupata watoto 8, wasichana 4 na wavulana 4. Kwa bahati mbaya, tunapozungumza sasa hivi, mzee Jairus alilala akimsubiri Yesu kurudi mara ya pili. Mama Selina pia alilala usingizi wa mauti, wote wawili. Lakini watoto wao 8 wangali hai. Msichana wao mkubwa anaitwa Jane, yuko karibu nasi, naomba tu aje kwa haraka. Jane alikuwa mzaliwa wa kwanza, apunge mkono anapofika hapa. Msichana wa pili kuzaliwa aliitwa Ruth. Ruth apunge mkono akimfuata dada yake. Msichana wa tatu kuzaliwa akaitwa Eunice.
na Eunice ndio huyu anayezungumza. Mjambo wapendwa, mimi ni msichana wa tatu, msichana wa 4 kuzaliwa, anaitwa Sara. Wote wako hapa, tafadhali simama kulingana na vile ulizaliwa. Jen kubwa, Ruth akafuata, Eunice niko hapa katikati, Sara fuate. Nyuma ya Sara vijana 4 wakafuata. Kijana wa kwanza akaitwa Samuel. Samuel yuko karibu na asipia, songa mbele na kuomba. Nyuma ya Samuel pakazaliwa Peter. Peter yuko pamoja nasi na kuomba usonge mbele. Nyuma ya Peter mtoto wa 7 wa mzee Jairus na mama Selina akaitwa Wycliffe. Wycliffe yuko hapa pia, songa mbele na kuomba. Nyuma ya Wycliffe pakazaliwa Daniel. Daniel yuko hapa pia, naomba uweze kufika mbele. Hao ndio watoto wa mzee Jairus wa 8. Tunashukuru Mungu ya kwamba we are all grown up and we are all married. Dada Jen aliolewa kwa brother Joshua Masafu, lakini kwa bahati mbaya pia aliaga. Lakini waliachwa na watoto 5. Mtoto mmoja pia alilala mwaka jana, lakini watoto 4 wangali hai. Wa kwanza ni Mary, naomba usonge karibu na mama. Anayefuata Mary anaitwa James, naomba usonge karibu na mama. Tunamuita Jimmy. Anayefuata Jimmy anaitwa Jonathan, naomba usonge karibu na mama ikiwa unasikia sauti hii. Jonathan, sijaona Jonathan. Anayefuata Jonathan anaitwa Emmanuel. Jonathan na Emmanuel, mahali mlipo tafadhali simama karibu na mama, ninaomba hivyo. Ninajua kabla nimalize watafika, nafikiri wako kwenye mitambo. Mary ameolewa, ngoja kabla sijafika pale. Ndio, Mary ameolewa kwa brother Abraham Kaeka, lakini hakufika. James amefanikiwa pia kuoa msichana kutoka Ndiwa ambaye anaitwa Quinta. Tafadhali simama karibu na mmeo ikiwa yuko hapa. Jonathan, nakuomba ufike mahali ulipo, labda uko mbali, lakini Jonathan na Manuel hawajaoa, jamii ya dada Jen. Dada Ruth ameolewa na Elda Peter Kutondo ambaye ni Chachenga upande wa Tongaren, Itare. Huko ndiko anaishi. Wamejaliwa watoto 5. Mtoto wao wa kwanza Doris hajafika, wana crusade inaendelea upande wa Kimangeti kule Kakamega. Mtoto wao wa pili anaitwa Hosea. Hosea, ikiwa unasikia sauti tafadhali simama karibu na mama. Hosea anafuatwa na msichana ambaye anaitwa Vera. I wish to be able to do jackets because we are supposed to be beautiful. Naomba tutoe jackets, please. Nyuma ya Hosea pakazaliwa Vera. Naomba Vera simama karibu na mama vile vile. Nyuma yao tuna msichana anaitwa Linda ambaye alifanya harusi Jumapili iliyopita. Nafikiri wangali honeymoon, hayuko hapa. Na sasa ile ya kwanza ndio tulicho. Na nyuma yao tuna mtoto mdogo Laston Shadra ambaye hakufika pia. Walibaki nyumbani na baba, afya yake haikuwa nzuri sana, lakini wote ni waimbaji. Baba yao anaimba tena, Shadra anaimba tena. Ako Maseno University na pia alichelewa kufanya mitihani. Ninazungumza, nimejaliwa kuolewa. Samahani. Hosea ni mmoja wa walimu wa ikwaya aliye mbele. Amebarikiwa kuoa msichana ambaye anaitwa Deborah. Tafadhali mtafute mmeo mahali alipo, usimame karibu. Deborah anaimba sauti ya soprano, Hosea anaimba tena. Vera ameolewa na mume wake anaitwa Eutychus Kisa. Kwa sababu ya kuwa mbali kikazi sehemu za Mandera, alishindwa kufika, lakini alikuwa afike na anaimba bass, mume wa Vera. Wale wengine Linda na mume wake Brian wote wanaimba. Na tunashukuru Mungu kwa hayo. Jina langu ni Eunice na mume wangu anaitwa Francis Saya. Nakuomba tafadhali nitafute hata wewe. Kwa pamoja na Elda Francis Saya tumefanikiwa kupata watoto 2 wa kiume. Mkubwa ni David, mwingine ni James. Wote wamekomaa na wameoa. Mmoja ameoa 2018, mwingine alioa 3 months ago. Na tumekuwa nao kwa muda huo wote, lakini tumewatuma nyumbani jana jioni. Wamekuwa hapa na wake zao, lakini wameenda nyumbani, tuna wageni pale nyumbani, kwa hivyo tumewatuma waende watuwakilishe kule, lakini pokea salamu zao. Wote wanaimba kwaya hii tena na soprano na alto.
Anayenifuata ni dadangu Sara, ameolewa kwa Elder Isaac Tegode, Church Elder Lukuna SDA Church. Elder Tegode wamekuwa na mzazi ambaye ni mgonjwa, baba yao, father-in-law ya Sara. Na kwa hivyo Elder Isaac alibaki akitoa huduma nyumbani kwa baba, lakini kwa pamoja wana watoto watatu. Msichana wa kwanza anaitwa Eunice. Hakufika kwa sababu yuko mbali kikazi na mume wake pamoja, ambaye mume wake anaitwa Nixon Ratemo, anayefanya kazi Hope Channel Kenya. Pamoja wanaimba na mke wake. Msichana wao wa pili ni binti Emily, ambaye yuko hapa, tafadhali simama karibu na mama. Na mtoto wao wa tatu anaitwa Shadrack, ambaye pia ni kitinda mimba. Naomba pia tafuta mama mahali alipo na usimame karibu na mama. Ndugu yetu Samuel, mke wake hakufika, lakini watoto wake wako hapa. Mtoto wa kwanza ambaye anaitwa Grace, naomba Grace mtafute dadi mahali alipo. Nyuma ya Grace tuna mwingine anaitwa Jairo, naomba Jairo uweze kufika. Nyuma ya Jairo tuko na Gaspar, tafadhali mfuate Jairo, na kisha tuko na Abel, wote wamefika. Nyuma ya Samuel, ndugu yetu Peter, brother Peter, mke wake Deborah hakufika, lakini anaimba alto kwa sababu ya kazi pia. Na wamebarikiwa watoto wawili, mmoja anaitwa Jackson, tafadhali mtafute dadi mahali alipo. Wa pili anaitwa Jilvia, please songa karibu na dad. Baadaye ndugu Wycliffe amebarikiwa kumwoa dada Janet, ambaye yuko hapa pamoja nasi. Naomba uende karibu na mume wako tafadhali. Kwa pamoja wana watoto watatu, Julia, Brighton, Max na Wesley. Hiyo ndio jamii ya 7. Na jamii ya 8 ya brother Daniel amebahatika pia kumwoa dada Judith. Judith is here with us. Kwa pamoja wana watoto wawili, Joy pamoja na Derek. Tuna wajukuu kuanzia familia ya kwanza ya dada Jane pale. Wajukuu wako pale. Ezra tafadhali enda karibu na grandmother. Ezra ni mtoto wa Mary, akifuatiwa na Janice, na nyuma yao wako na Ben. Tuna mjukuu mwingine wa dada Jane ambaye anaitwa Blessing, ambaye ni baraka, msichana wa binti yetu ambaye aliaga, lakini mjukuu wetu wa hiyo jamii. Katika jamii ya pili ya dada Ruth tuna wajukuu wawili. Mmoja amebebwa pale mbele na baba yake, huyu anaitwa Ayela, na mwingine hapa nyuma Maria, mtoto wa Vera. Sisi ndio tumeoa, watoto wetu wameoa mwaka jana, tunangojea wajukuu. Hapa tuna mjukuu mmoja, mtoto salimie Selin ni mjukuu wa jamii hiyo. Kule kwingine najua wajukuu watafika. Kwa ujumla, Voice of Hope ni kikundi cha waimbaji 54. Tuko na special child wetu ambaye anaitwa Elma. Elma ni mtoto wa Ruth, pika mbele na kuomba. Rafiki yetu ambaye amekuwa rafiki wa karibu na rafiki jirani, ambaye amependa imani ya Kiadventista na amependa kuishi kwa jamii ya Ruth. Kwa hivyo tumemkubali kama mtoto wetu, ni mwanakwaya. Kwa ujumla tuna watu 54 kufika sasa katika kwaya hii. Wenzetu 12 hawapo, lakini tunashukuru Mungu ya kwamba popote walipo pia wanaombea kazi ya Mungu katika maeneo ya SUNEKA. Wapendwa, jina letu ni Voice of Hope kwa sababu tamaa yetu ama tumaini letu kubwa ni kutangaza tumaini kwa ulimwengu ambao umekosa tumaini, ya kwamba Yesu anarudi. Suluhisho la maisha yako ni Yesu tu. Na huo ni ujumbe ambao tumewaletea, ya kwamba Yesu anayaweza yote. Alimshinda shetani, anatulinda, anatubariki na anakuja kutupeleka nyumbani. Na ombi letu ni ya kwamba tunapoendelea kumsubiri Yesu, pasiwe hata mmoja katika jamii ambaye atakosa kuingia katika ufalme wa Mungu. Amen. Bwana awabariki milele zote.
Sasa kabla napomalizia, pia ningependa kusema kwamba katika vitabu vya Storytime in Africa, baba na mama waliweza kuandika pale hadithi ambazo pia huwa zinasaidia kama watoto. Hadithi ya kwanza inasema the snake around the neck. Hadithi ya pili inasema Sunday to Sabbath. Hadithi ya tatu inasema they sang all through the night. Kwa hivyo nafikiri hadithi kama hizo pia zinasaidia watoto. Tununulie watoto wetu hivyo vitabu, Storytime in Africa. Mimi nauliza maswali kwa Eunice. Hii ni maswali ya journalist. Sawa mchungaji. Kutoka BBC. Ndio. Kawaida familia, najua tunatoka kwa familia pia. Kukalisha watu, kuongea hata jambo tu ni ngumu sana. Sembuse kuimba. Mnafanyaje? What's the secret? Asante pastor. Ningependa kusema kwamba ni neema ya Mungu. Na ninajua sisi ambao tulishuhudia wazazi wetu wakiweka tumaini lao kwa Mungu, maisha yetu yalianza na kumalizikia na maombi kila siku. Na wazazi wetu wakatuambia njia iliyo haki ni njia ya kumjua Mungu. Wakatuelekeza kwa maombi, wakatuelekeza kumtafuta Mungu na kutafuta uso wa Bwana na kuweka maisha yetu mikononi mwa Mungu. Na tukapenda kufanya hivyo na ikaonekana neno la Mungu likatufunga pamoja. Haleluya. Kuna vijana hapa SUNEKA Central. Ndio. Wangependa kujiunga na kwaya yenu. Ndio. What is the requirement? Hatuna document yoyote ambayo imeandika requirements. Milango iko wazi ya kwaya hii. Labda sijui nitakwambia technicality itakuwa gani, siwezi kujua, lakini waoa ama waolewa? Tunaolewa vijana hawajaoa. Hata Joana sijui kama yuko mahali, labda amepata bora mahali, yuko hapa. Tuna wavulana hawajaoa, tuna wasichana hawajaoa, lakini hatuna sheria as such, but imetendeka tu ya kwamba wakuja ikaonekana pia wamependa kuimba na kumtukuza Mungu. Na tunafurahi sana tunapokuwa pamoja. Wapendwa, wacha nikwambie siri from my own experience, and this is true. Hakuna kitu kitakupatia furaha maishani ya kukuridhisha kama kufanya kazi ya Mungu pamoja na jamii yako. Piga magoti na jamii yako, ombea jamii yako, fanya kazi ya Mungu mkiwa pamoja. Inaridhisha. Tuna kando la kuimba, jina hili family, Voice of Hope Family Ministries, haikuanza na uimbaji, ilianza na kuondoka kwenda nje kuhubiri. Mungu ametujalia ya kwamba kwa muda wa miaka karibu 10 sasa, kila mwaka tunaondoka kwenda kufanya crusade kwa wiki 2 kila Disemba. Tumezunguka mahali mbalimbali, tumeshuhudia mkono wa Bwana. Tunapenda kupeleka na sadaka zetu, tunapeleka matoleo kama ni vyakula, kama ni mavazi. Tunatafuta unentered areas, tunaenda tunakaa hapo kwa muda wa wiki 2 na tunaimba kati yetu, wengine wanahubiri, mzee wangu ni mhubiri na wengine ndugu zangu wanahubiri. Na wakati mwingine tunaona mkono wa Bwana, maana makanisa yamefunguliwa. Sabbath school zimeanza, makanisa yamefunguliwa. Kupitia Northwest Kenya Conference tumeona mkono wa Bwana mchungaji. Asante sana. Bwana wabariki. Jamani, si tuwapungie mkono. Si unaona kiu inavyoingia? Si unaona kwamba na sisi tunahitaji msaada kutoka kwa Mungu? Wewe una watoto 3 wamenishinda. Si unaona hiyo kitu? Wewe panahitaji neema ya Mungu kwa kweli. Panahitajika maombi ya nini? Ya dhati. Petro
ya kwanza, ile aya, ile sura ya 4 na aya kuanzia ya 2 inasema, na kabla sijasoma hiyo, nimesema nitasoma aya 2 au 3. Nataka kila mmoja aliyefika kwa mkutano leo uwe na tafakari ya pekee katika aya hizi nitakazozisoma, na uwe na tafakari ya pekee kwa sababu nataka Bwana leo kila mmoja wetu aanze ukurasa mpya. Na leo nitazungumza sana na marafiki zetu ambao wanakwenda kuzaliwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze nao, kanisa jipya, kanisa ambalo ni jamii inayokuja kujiunga na jamii ya watu wa Mungu. Sasa nitakapokuwa nikisoma fungu hili leo, sitakuwa na maneno mengi, nitakwenda kutoa wito wa pekee sana. Wale ambao watakuwa na nafasi, wameona nafasi yao kwamba leo ni siku ya ubatizo, wapate joto, waje kwa ajili ya Kristo Yesu. Mwishoni mimi nitakuwa wa kwanza hapo chini, utatembea kwa miguu yako. Lakini naomba kanisa lote sikilizeni maneno haya. 4 waraka wa kwanza wa Petro na ile aya ya 2. Tutaanza kusoma mpaka tutakapokuambia imetosha. Nasema, soma. Tangu sasa marafiki zangu, msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Naomba urudie hapo tena. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Alafu bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki. Sikiliza, ndio maana nikasema mkutano wote tuwe na tafakari ya pekee katika aya hii inayokwenda kuisoma, hasa ukilinganisha leo ndio tunaagana. Enda kwenye hiyo aya. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Bali katika mapenzi ya Mungu. Wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Naomba uweke kituo kidogo. Naomba utumie dakika moja kufikiria wakati wako uliobaki wa kuishi katika dunia hii. Wakati na mimi ninapochukua nafasi ya kutafakari wakati wangu uliobaki duniani, unaona nini? Ukienda nyumbani kwako, ukaenda kwa mtoto wako, ukaenda kwa mume wako, ukaenda kwa jamii inayokuzunguka, wewe kama Mwadventista wa Sabato, unaona nini? Wakati uliobaki unaona nini? Unaona kitu gani? Kwa kazi yako unaona kitu gani? Unaona nini mbele yako? Kitu gani unachokiona? Maliza. 3. Maana wakati wa maisha yetu uliopita, sikiliza, watosha kwa kutenda penzi ya mataifa
yatosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa. Rudia hiyo fungu. Maana wakati wa maisha yetu uliopita, rafiki zangu, watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa. Yesu anakuja. Na kama anakuja leo, anatuambia ya kwamba umetosha. Sijui nisemeje, ila tunaomba Roho Mtakatifu atukalie tuweze kuelewa kile Mungu anachokusudia. Wapenzi wana SUNEKA na wenyeji wa soko hili, Bwana aliwaletea ujumbe kwa majuma mawili akiwaambia wakati umetosha wa kutenda ya ulimwengu. Pale tulipoishi duniani, wakati umetosha. Mimi na Pastor Nyairo tunakwenda kunyamaza leo jioni. Wapendwa washiriki wa kanisa la SUNEKA, sisi tunakwenda kunyamaza. Waimbaji nao pia wanakwenda kunyamaza. Mimi kuanzia kesho, shetani atafanya juu yako. Tumeita mara nyingi sana, tumesihi sana, na wale rafiki zangu mlioamua kufanya maamuzi ya kumfuata Yesu, Mungu awabariki sana. Hatukufanya maamuzi kwetu, mimi na Pastor Nyairo na yule daktari ambaye alikuwa akitufundisha hapa. Hamkufanya maamuzi kwetu, mmefanya maamuzi kwa Kristo Yesu. Ninasoma fungu la mwisho, alafu nami nitashuka kama mmoja kati ya wenye dhambi ambaye nastahili sana msamaha wa dhambi, nastahili kupigana, nastahili kuchuchumalia huko, nastahili kukimbia, kwa sababu ninafahamu adui yangu muda wote aweza kuangamiza maisha yangu. Ndio maana mara nyingi mmekuwa mkiniona nikitoa wito na shuka. Simaanishi kwamba nafanya usanii, namaanisha mimi ni namba moja, nikiomba nguvu ya uwezo wake inikalie ninapoita watu kwa neno la Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, watu wale na wajae Roho, na hatimaye watembee wakijua adui yuko mbele yetu, na tuwe macho. Sasa sikiliza fungu hili marafiki zangu. Luka sura ya 18
Najua mtaomba na Mungu ameahidi kuwasikiliza. Najua mtakutana na vikwazo mbalimbali. Nataka niwatie moyo mchana wa leo, hata wale ambao mko hapa, shetani amewakisha tamaa, hata huoni unapokwenda, na shetani huwa haji yeye, anakuja kwa njia ya watu. Wapo watu watajitokeza, hata kama uliyekaa huko, watu wamejitokeza kwako wakakukatisha tamaa, wala usijali. Luka sura ya 18 na lile fungu la 7 na utasoma mpaka 13. Na ile kwaya, marafiki zangu, mtakuwa mkisogea hapa. Najua kwa ukimya huu kila mtu ameshapeleleza maisha yake, ameshaona. Kama mbingu zingeshuka leo halafu zikaja, wewe umeshatambua utakuwa wapi. Nitakuwa na wito wa wale marafiki zangu wanaotaka kuzaliwa upya leo, kuungana na marafiki zangu hapa. Watakuja. Kama uko huko jina lako halijaandikwa, ni nafasi yako. Lakini wale washiriki wazoefu, sikiliza fungu hili. Anza kusoma 18:7. Na Mungu, je, yeye hata wapatia haki wateule wake? hata wapatia haki wateule wake Wanaomlilia mchana na usiku. wanaomlilia mchana na usiku. Ndugu zangu, rudia tena. Na Mungu, je, hata wapatia haki wateule wake? hata wapatia haki wateule wake Wanaomlilia mchana na usiku. wanaomlilia mchana na usiku. Naye ni mvumilivu kwao. Naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia, atawapatia haki upesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Endelea. Walakini atakapokuja mwanadamu, naomba niulize mkutano wote, sikiliza fungu hilo. Atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? atakuta imani duniani? Sikiliza marafiki zangu na wote mnaosikia, Yesu anapokuja duniani ataona nini kwako? Kinini kitakuwa kimebaki kwako? Na atakukuta ukiwa na hali gani? Na sasa una hali gani? Nauliza tu mkutano. Yesu anauliza, anasema atakapokuwa akija duniani ataikuta imani? Anakuuliza wewe na mimi tuliyekaa hapa, ataikuta imani? Atakukuta wapi? Endelea kusoma. Akawaambia mfano huu, watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki. Simama kidogo. Watu waliojikinai wakijihesabia kwamba wao ni wenye haki. Watu waliojikinai wakihesabu kwamba wao ni wenye haki. Endelea. Wakiwadharau
wengine wote, wakiwadharau wengine wote. Marafiki zangu nao kwenda kubatizwa, wapo watu ambao, subiri kidogo, mtu wa muziki kidogo tu, katika kundi hili watainuka wakiwadharau kwa sababu ya uchanga wenu wa imani. Simameni na mumtukuze nani? Mungu. Maliza fungu hilo. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja Farisayo. Mmoja alikuwa Farisayo. Wa pili mtoza ushuru, mwenye dhambi. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, E Mungu, nashukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru aliyekuja kanisani leo. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka na ninatoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru, naomba urudie neno lakini. Kiswahili kizuri, ukishasema lakini unapaswa kutega sikio vizuri. Ndio maana mimi nimesimama hapa kama mmoja wa wale nitakaosema lakini mimi mtoza ushuru. Marafiki zangu, simameni mkisema kweli sisi ni wadhambi. Simameni hivyo muda wote, simameni hivyo. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, akainama chini, bali alijipiga kifua, akisema, E Mungu, uniwie radhi, samahani, mimi mwenye dhambi. Tuko kanisani kwa muda mrefu na tuna uzoefu mkubwa na tumefanya mambo mengi sana kanisani. Tumejitoa kwa vitu vingi sana. Je, hivyo vyaweza kutupatia nafasi ya kuwaona wengine hawafai chochote? Mimi, Baba, uniwie radhi, kweli mimi ni mwenye dhambi. Karibuni waimbaji. Tunapokuwa kweli mimi ni mdhambi, na ndio maana nimesimama katikati yenu nikionyesha kwamba mimi ni mdhambi. Nahitaji wadhambi wenzangu, wale ambao tumetambua mchana wa leo ya kwamba sisi ni wadhambi na tunahitaji kusamehewa. Wale marafiki zangu ambao wanataka kubatizwa leo, njoo, anza kusimama. Hata wale marafiki zangu ambao tutakuwa na ombi la pekee, wale mnaotaka kubatizwa wote mlioandikwa majina, naweza mkaanza kusogea, tusimame hapa kwa ajili ya kupata ombi la pamoja. Naweza mkasimama. Asante. Wale wazee naweza kuja kuanza kushika watu mikono hapa, naweza kuanza kuja kusimama hapa. Sabuni marafiki zangu, wala msiogope.
msife mioyo yenu. Nira yangu ni laini, mjitwikeni, njooni. Wale ambao majina yao hayakuandikwa na wanataka kubatizwa, njoo, tembea, tembea, wala usiogope. Nafasi ni hapa tu, tembea tu, tembea, njoo. Ni nafasi yako kufanya maamuzi, na nafasi iliyobaki ni sasa. Mimi sijui wakati unaopita. Barikiwe sana marafiki zangu wote ambao haujabatizwa na unasema isipite siku ya leo, na uko hapa na umekaa kwa kiti hapo, simama, njoo. Mtu wa Mungu, simama, njoo, simama, njoo. Tembea, njoo. Asante sana, barikiwe sana, barikiwe kabisa. Pokeeni huyo binti, pokeeni huyo binti. Mungu akubariki sana. Njoo, tembea, njoo, tembea, njoo, tembea, usiogope. Tembea, njoo, usiogope. Tembea, njoo, usiogope. Tembea, njoo. Unajua, ulimwengu huu unatudanganya sana. Wakati fulani tumeona maisha yetu yakienda vizuri, unafanya biashara yako inaenda vizuri, kila kitu kinaenda vizuri. Nataka nikuambie, Mungu amekukopesha hizo siku kwa sababu hataki uangamie katika uovu wako. Na inawezekana mikutano hii imekuja katika viwanja hivi kwa ajili yako. Mungu anajua umuhimu wako. Mungu anajua umuhimu wako, ndio maana anakuita. Tembea, njoo, tembea, uje, tembea, uje. Msife mioyo.
tusemezane. Nira yangu ni laini, mjitwikeni, njooni kwangu, tusemezane. Nira yangu ni laini, mjitwikeni, njooni kwangu, tusemezane. Nira yangu ni laini, mjitwikeni, njooni kwangu, tusemezane. Ni laini na mzigo ni mwepesi. Hivyo ndivyo unavyoambiwa. Na nyamaza, na wewe ukiendelea kutafakari, utapata nafasi na mimi nakuomba ombi la mwisho. Lakini kabla sijaomba ombi la mwisho, naomba niulize swali. Wewe ni yule Farisayo au ni mtoza ushuru? Wewe ni yule Farisayo au ni yule mtoza ushuru? Kazi yako ni nini? Unapokuwa kanisani, kazi yako ni nini? Unasimama kama mtoza ushuru au unasimama kama Farisayo? Na kwa nini Yesu aliamua kutoa mfano huo? Yesu hakuja kwa wenye haki, alikuja kwa walio na dhambi. Kama kuna mdhambi yoyote yuko hapa na ametambua kwamba ni mdhambi na anahitaji msamaha wa dhambi na anahitaji kuanza upya maisha na Kristo, kuyasahau yale yaliyopita na kuanza kuuchuchumalia wokovu. Kama upo kwa mkutano huu, unasimama kama mimi katikati ya umma, nikikubali madhaifu yangu na nikiomba msaada Yesu Kristo aniweze kunisafisha, niweze kusimama upya na Roho wake Mtakatifu akae ndani yangu, ili macho yangu yatazame wengine kama wanahitaji msaada kuliko mimi, kuliko macho yangu yatazame kama mimi mwenye haki, wao ni wadhambi. Kama upo mahali hapa na umesikia hicho kilichosemwa na nia yako ni kusimama kweli kama mdhambi anayekimbia kwa wokovu, simama pamoja na mimi. Wale wenye haki, unaona una haki, simama pamoja na mimi. Wale wenye haki, unaona una haki, umesimama kwa Farisayo, simama tu. Keti chini, baki chini, kwa sababu wewe unasimama kama mwenye haki. Lakini wale wanaosema tunahitaji msaada kwa sababu sisi si wenye haki, na ndio maana Yesu ulishuka kuja kufa kwa ajili ya Lazaro, simama. Nitakapokuwa nikiomba, na wewe anza kuzunguka katika maisha yako ya kila siku. Wewe ndio unayejua maisha yako. Nairo Pastor Bara na
walioko hapa, hakuna anayejua maisha yako, ni wewe ndio unayejua. Nakapokuwa nikiomba na wewe ujiombee. Tunaomba. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mchana wa leo. Na kushukuru sana Mungu wetu kwa sababu umeamua kusamehe dhambi na makosa yetu. Na watoto wako hawa wamesimama kwako. Hata mimi nimesimama katikati ya wao kama vile tu mwizi msalabani. Nimetoka duniani, nimetembea kuja katika wokovu, na bado ninaona nimepungukiwa katika maisha yako. Sioni nikifanya vizuri, na nilipoita marafiki zangu nao wakasema hawaoni kwamba wanafanya vizuri. Kwa hiyo tumesimama wima, tumeinamisha nyuso zetu chini kuonyesha kwamba sisi sio wenye haki. Mwenye haki ni wewe Kristo tu peke yako. Wewe ndiye mwenye haki. Sisi ni wanadamu, leo tupo na kesho hatupo, na saa tulizopewa ni hizi tu. Tusamehe dhambi zetu. Tunajua tumechafua sana vitabu vya mbinguni sana kwa kuanguka na kuinuka, lakini leo Petro anatuambia wewe ni mvumilivu. Nikusihi Bwana, endelea kutuvumilia, utusamehe. Asante kwa ajili ya majina ya watakatifu hawa wanaokubali kwamba ni wadhambi. Utusafishe na majina yetu yaingie katika vitabu vya mbinguni vya uzima. Wapo watoto wadogo, wapo katikati yetu, uwakuze katika kimo, uwapatie Roho Mtakatifu, wakue katika kukupendeza wewe pamoja na wanadamu. Wapo marafiki zetu ambao katika kusema neno lako umeamua wewe wa kukubali na umewavuta kwako. Ninawaombea imani zao zisitindike hadi utakaporudi. Mkutano wote pamoja na marafiki zetu tukutane katika ufalme wako. Tunaomba katika jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu abariki sana. Pastor, karibu.